kuna mrengo ambao umeponyoka kutoka kwa serikali yake, na vita ambavyo ziko hapa Kenya ni vita ya TEDAS, na swali kubwa ambayo Rais Uhuru Muigai atakuwa anaona ni juu ya TEDAS, na ni lazima akina Kagwe, na sio Kagwe peke yake, watu wote katika serikali wakuwe tayari, kwa maana DP na grupu yake watakuwa wanawaweka bumper to bumper. Na hii mambo nasikia ya COVID, I do not regret on what has been done, kwa maana watu wa Kenya walikuwa katika hatari ya kufa. Hatuwezi kuambiwa tufuate procedure za procurement wakati watu wanakufa. Ni lazima manager yeyote ambaye ni manager katika mahala popote afanye kitu kuliko kutofanya kitu. Kwa sababu hiyo, wale ambao walisema vitu vinunuliwe, dawa zinunuliwe, ventilators zinunuliwe, they were very much in order. Kwa hivyo tunataka kuambia Wakenya, hiyo sio mambo ya kuogelelea. COVID-19 is not malaria ambayo Wakenya wanajua. COVID-19 was an emergency that came to us, na ilikuwa inataka measures, emergency measures ambayo Kagwe alichukua, ambavyo every governor alichukua, kwa maana they were the custodians of health for our people. Kwa hivyo nataka kuambia Wakenya waache mambo ya kufuata propaganda za DP, na nimemwambia Bwana President, propaganda itajaa Kenya hii. Be ready. If you are working with the government today, be ready for the propaganda. It will be messy. But I thank Uhuru, endelea kufanya kazi. Don't listen. Hapana sikiliza propaganda. Na mtu yule yeyote ambaye atapatikana akiwa katika center ya propaganda, I want to tell Kenyans, huyo mtu lazima ataenda jela. But for this, I see Maris from the DP and from his people, because hawajapata hizo tenders. The issue iko Kenya ni tender. And if they have not gotten tenders, it was not acquired in the right way. That is the problem. Mambo ya Kagwe kama aliandika email, kama aliandika message, this is within his powers. Na KEMSA na hizi zingine zote ziko chini yake. Hata kama aliandika, hata kama hakuandika, kazi ya kulinda wa Kenya wasikufe ilikuwa katika mikono yake. Na yeye ndiye alikuwa angeulizwa na serikali kwa nini watu wanakufa. He had to direct people, to command even, to authorize them, wanunue hizo vitu, kwa sababu it is in his docket. Na kama watu wangekufa tukifuata hizo procedure. Kwa hivyo tunataka tuangalie hayo mambo ambayo hatujaambiwa, hayo mambo ambayo yako hapo nyuma. COVID imeingia. Hakuna mtu alipanga kuleta ati COVID itakuwa Kenya. Hakuna vitanda, hakuna madawa, hatujui tutatibu namna gani. They could do anything ambayo iko within their powers. Kwa hivyo serikali ni lazima iache kubabaika, ati Kagwe unababaika. Hapana, kama governor Nyoro na wale wengine hawangefanya hivyo, wanunue ventilators, watu wakufe, it would be more bad for you. But today unaulizwa pesa, unaulizwa venye ulinunua, lakini watu wako salama. Na nawapea hongera wale watu ambao ni viongozi ambao wamenunua hizo vitu bila procurement procedures, because it was an emergency. Kenyans should die. Hiyo kwangu mimi, I don't apologize, na sitaki Kagwe apologize wala serikali apologize. No, we had to do that. Kagwe the other day was a good man. Wakati alikuwa anatu-update katika mambo ya COVID, was a very good man in Kenya. Suddenly he's not good. He's a sacrificial ram. Kwa kuwa it is not only Kagwe. Let the government of Uhuru Muigai Kenyatta be ready for mess ahead. Kagwe is only a starting point. It will be messy because the DP will be bringing issues after issues. Kwa hivyo tunataka kuambia wale ambao wanatumikia serikali today, don't listen to DP. Don't listen to those propagandas. Continue working for Kenyans. Continue delivering services to Kenyans. Hapo ndipo tuko. Na usitarajie mtu kama hayuko ndani ya serikali akusifu.